Video ya mwisho ya kijana Mtanzania ambaye kusema ukweli kwake kuligeuka na kukawa shabaha ya mauti katika saa za giza kabisa za utawala wa Mama Samia Suluhu nchini Tanzania. Na kama utakavyoona kwenye video hii, kijana anaitwa Sadoraja alijirekodi mnamo tarehe 29 Oktoba akiutongoa ujumbe wake wa mwisho kuhusu matumaini yake na fahari ya kupigania nchi yake ya Tanzania. Baada ya saa chache hakuwepo tena, alikuwa ameuawa. Alikuwa sasa ni takwimu tu ya miongoni mwa Watanzania zaidi ya 10,000 waliouawa chini ya utawala wa Mama Samia uliokithiri hofu ya ukweli. Wakosoaji sasa wanaitaka dunia kuiwekea vikwazo serikali ya Rais Samia Suluhu na kusitisha ununuzi na usafirishaji wa silaha za kigeni zinazotumika kuendeleza ukandamizaji nchini Tanzania. Je, kosa la Watanzania la pekee lilikuwa kutoka na sikutiki kwenye siku hiyo ya uchaguzi? Unawezaje kutetea mfumo unaojibu utu na ujinga wa watu wasio na hatia kwa risasi? Unawezaje kutetea mamlaka inayowaua raia wasio na silaha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kiongozi gani anayeogopa sauti ya raia kama ile ya Nifa, msichana mdogo wa miaka 26, zaidi ya silaha? Huyo lazima awe ni Mama Samia Suluhu. Kwa nini ukweli ambao Watanzania wanausema akiwemo Mange Kimambi na Maria Sarungi unachukuliwa kama kosa la jinai na uhaini na huyu Mama Samia Suluhu? Jibu la maswali haya yote bila shaka ni kuwa utawala dhaifu na usiojiamini kama wa Mama Samia Suluhu hujifanya wenye nguvu kwa kuwatishia raia, kutumia vitisho mbalimbali, kukamata watu au kutumia vurugu badala ya kupata heshima na uhalali wa kweli wa kuwaongoza Watanzania.